Mimi na kuna changamoto nayo inanisumbua ni kwamba asilimia kubwa ya jamii imekuwa ikichukulia vijana kwa mtazamo hasi. Nikimaanisha kwamba pale ambapo hata kama unakuta unajitambua, unaheshimu, uko vizuri. Lakini unapofika hatua ya kutafuta labda mwenzi, maisha, wakikuona wakisimama na binti fulani, wanajua kwamba jamaa amerudi chuo, labda amerudi kwa moyo kutuharibia mabinti. Sasa hapo nashindwa kujua kwamba kama jamii ikiwa imefikia hatua hii, sasa mtu atafikia ataoa vipi? Kwa sababu najitambua, najiheshimu, na nategemea nifikie hatua fulani. Lakini napofika kwenye jamii kumpata mwenzi, napata hiyo changamoto. Mnapata changamoto pahali padogo sana. Yaani mnakuwa mapadogo. Jamii imeshindwa kutuamini kwa sababu sisi wenyewe hatujiamini. Sawa? Hatujiamini, hatujithamini kama nilivyowahi kusema hapo awali. Na ndio maana jamii pia haituamini. Okay. Lakini ukijiamini wewe, jamii inakuamini tu. Maana mambo yako utayafanya kiuaminifu. Hautafanya uharibifu wa aina yoyote, jamii ikakushtukia. Na wakati fulani unaweza kadhani uko sahihi, kumbe hauko sahihi kwa namna moja ama nyingine. Na jamii hii inatutazama sana pasipo sisi kujua mali inatutazama. Unaweza ukadhani kwamba pengine tembea yako, ongea yako, vaa yako ina star, lakini kumbe matamshi yako hayana star. Okay. Sawa Kwa sababu matamshi yako hayana star, basi muonekano wako kwa jumla hauna tija. Mavazi yako yote, yani basi wanakuona katika staili hiyo, na jamii wajua nyepesa na inakuweka kwenye group mara moja tu. Yani kwa kosa moja wenyewe wana conclude kwa makosa yote. Kwa hivyo hutakuwa una mtazamo huo na muonekano huo. Na ndio maana mwandishi anatuambia ya kwamba ili kijana huyu afae kuaminiwa na kuheshimika, muonekano wake, uwezo wake, tabia yake. Vitu vingapi jamani? Vitatu. Hivyo vitakupatia hali ya kuona kwamba wewe unastahili jamii ikuheshimu, ikuthamini, lakini pia ione kwamba wewe ni wa thamani. Na unapata uwezo, muonekano wako ukiwa sahihi, ina maana wakikukuta tu wakakuona hivyo wajua huyu ni mtu aina fulani. Na kwa muonekano wake ukijaribu kuelekeza uwezo wako ulivyompana, pengine jamii inayokuzunguka ni hawaelewi vitu, lakini ukajitoa kuelimisha. Sawa Kuna mambo mengi kwenye jamii ambao wanapungukiwa. Na watu wa kuwasaidia hawapo, wanaokuja wanahitaji fedha, lakini ukajitoa kwa ajili ya kuwahudumia jamii bila senti ya aina yoyote, lakini bado tabia zako kwenye jamii nzima ikathibitisha ya kwamba wewe ni mtu sahihi kwao. Yaani kiasi kwamba hata ukikutwa na changamoto wako tayari kukusaidia. Wao utakuwa umewakomboa. Na hata jamii inayotutazama haitakuwa na wasiwasi na sisi. Akikukuta umesema na binti ya wala hawezi kuogopa. Watajua mambo matatu tu. Yawezekana unamsaidia aonekane vizuri, yawezekana unamsaidia awe na uwezo mkubwa kama wako, yawezekana unamsaidia tabia yake ni mbovu arekebishe. Mambo mangapi? Maana wewe wameshakufahamu. Wanatamani na huyo afahamike vizuri. Jamii ikipona kwa sababu ya muonekano na tabia zako, utakuwa umeikomboa jamii tena kubwa sio ndogo. Kwa hivyo sisi wenyewe kwanza tutengeneze hali zetu ili wanaotutazama kama jamii ikisha ona mwelekeo fulani kwetu ni sahihi, watakomboka. Karibu. Mimi kwa majina naitwa Baraka Kurujira Msa. Nilikuwa tunanyongeza kwa upande wa jamii kwamba madamu umezungumzia kwamba ukijitambua, swala kubwa ni kujitambua. Mtu nadhani ukishajitambua na kujiheshimu, jamii itakuchukulia vizuri. Kwa mfano kama kizazi cha leo, mavazi yetu yamekuwa ni chanzo kikubwa sana cha kuweza kutujaji sisi. Kwa sababu hata kanisani mavazi tunayovaa, unakuta wazazi wetu wanaamua yani ni kwamba mavazi tunayokuwa tukivaa sisi yanaashirishia hata kwao, wanapotuona wanajua kwamba hatuko sawa. Lakini kama sisi wa Kristo na tunatambua kwamba ni chumvi ya dunia, na kama ni chumvi hii tunatakiwa tuenezeje ujumbe mzuri kwa jamii. Kwa hiyo tunapojikuta kwamba mionekano yetu sisi kama sisi, ukishajitambua kwa jamii, unakuta inakuwa kwamba ni faida kubwa, kwa sababu ukishajitambua utafanya yale aliyo mapenzi ya Mungu, hautaweza kuenenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo jamii inakuwa inatufesi sisi
kwa kujitambua kwanza. Ukishajitambua, ikikufesi ikikuangalia kwenye vipimo, unajua kwamba yule ni mtu sahihi na kwa wakati sahihi, mahali ambacho kitu anachokifanya, unakuta hawana hofu kubwa sana kwa kukutazama wewe. Kimavazi, kimuonekano na jinsi unavyoshughulika na jamii kwa kutoa misaada au kwa kusaidia au kwa kuelimisha kitu fulani. Asante sana kwa jina. Asante sana. Sasa madam, nirudi kwako kwa swali, sijui kama nitakuwa nimetoka nje ya mada. Lakini tunapoongelea kujitambua kwa mtu binafsi au kujitambua na kujithamini kwa kijana, kuna jambo moja ambalo mimi nimefikiria mbali sana yani. Ili mpaka mimi nikajitambue na kujithamini, ina maana nina background. Nina mama nyumbani, nina baba nyumbani. Kwamba kama wewe ni mama wa watoto 7 sasa, ina maana hadi sasa hivi unatambua kwa sababu mwanangu huyu anajitambua. Yani kuna namna ambayo unashiriki kumkuza yule mtoto ili ajitambue na kujithamini. Hebu tuambie, kama familia au mama, baba, ana wajibu gani kumfanya kijana wake akue katika misingi ambayo itamjengea sasa kujiamini na kujithamini yeye kama kijana? Okay. Kuna mahali ambapo wazazi tunapaswa kushiriki. Ili kijana awe bora, aonekane kwamba ni kijana anayejitambua. Mzazi anatakiwa kufanya mambo yafuatayo. Awali kabisa, kijana wa kiume anapopata upemavu, yeye ni wa kiume. Je, tembea yake inapaswa kuwaje? Vaa yake inapaswa kuwaje? Anapaswa kujiheshimu vipi? Kuanzia hapo alipoanza ukuaji wake rasmi. Yani ameanza sasa ukuaji, na unamuona sauti yake imebadilika, mashavu yake yanakuaje, na anaanza ukomavu sawa sawa. Piga nyundo hapo kisawa sawa. Mfanye awe rafiki yako. Yani awe ni binti, awe ni kijana, mfanye awe rafiki yako vizuri. Na ukifanya hivyo, ina maana atakwambia changes zozote zitakazokuja. Tofauti zote ndani ya mwili wake atasema, na wewe utakuwepo tayari kumsaidia. Changamoto iliyoko Jessica ni kwamba wazazi tulioanza ibada amechomekea na hajafunga nini? Unajua huyo ana wazazi na mzazi amwambii chochote, anamwacha. Dogo anakuwa hivyo muda wote. Na wakati fani shati lake nzuri kabisa, lakini ana moto kulikunja. Yaani ni refu, lakini anaamua kufanyaje? Anakunja tu mpaka huko, afu ukimwangalia tayari ule muonekano wake unaanza kubadilika. Lakini bado atakunja hata suruale, afu anabadilisha na muondoko, namna ya kutembea. Sasa mwisho wa siku tembea yake, wengine wanatembea wakiwa wamepinda mabega. Sawa Unajua sio yeye, ni ukuaji. Sasa wewe mzazi ndio upo pale kwa ajili ya kumsaidia kumrudisha kwenye mstari. Usipotumia target hizo kwa wakati, huyu kijana analemaa. Mwisho wa siku unamuona mpaka sasa katika umri kama wenu, wanatembea wamepinda, migongo imepinda, au ameenda mbele hivi. Yani wana mapozi ambayo Jessica, mara nguo zao hizi baada ya kuweka mkanda ameshusha zimekuwa chini ya makalio, lakini ana move. Kiatu anavaa kikubwa kinamzidi umri. Yani hayo ni maisha katika ukuaji. Kwa hiyo usipomshepu katika kipindi hicho, unajua hiyo stage ni ndogo sana, ni kipindi fani kafupi. Kwa hiyo usipokarekebisha vizuri anapita. Na akipita unajua ndio maisha yanayotakiwa kwenda. Na kwa kawaida kipindi fulani maisha haya yalitutaka tutembee katika mtazamo ambao ni kama sio chanya. Na mtazamo huu katika uhalisia wake inakutaka wewe mzazi utambue katika ukuaji huu wa mtoto au kijana huyu, ili ashepike sawa sawa. Jua katika ukuaji wake anapenda nini hapendi. Sawa Mara nyingi wanajikuta wakianza kukuaji, wanaanza kutaka kuvaa vishati fani modo. Sawa na visuruale, na wadada nao wanataka kuvaa vimini, vigauni vivyo bana. Sana ndio, alafu anataka kupaka kapoda kake, yani aonekane ni mdada, yani hivyo. Lakini bila kumsaidia kwamba paka poda vizuri, akajikuta anapaka vinapitiliza, atajua ndio maisha na anaenda hivyo. Kumbe ukimsaidia anarekebika. Kwa hiyo ni style tu ya kubadilisha maisha kama wazazi. Na mimi hata nyinyi mtakuwa wazazi baadaye. Na angalizo, kumbuka kufanya upendo kwa walio wadogo. Ili kwa kumfundisha kwa upendo na smile kama hili, atakuelewa vizuri kuliko ukitumia mabavu
yani mtagombana, hasa kwa kijana ambaye yuko katika utanashati wake, muonekano wake anaona ndo sahihi, uelewa wake ndo anajua huu ndo hapa, yani ndo nimeishia hapa. Sivai hivi, usivai hivi, ndo hivi navaa. Afu ukambishia, usimbishia anavyotaka yeye. Tumia saikolojia yake kumtengenezea urafiki katikati, atarekebika. Wapo wengi ambao wamebadilisha mazingira na mambo yao kwa sababu tu ya kuwa rafiki nao na wakawa safi. Kwa hiyo kumbe tunaona namna ambavyo familia pia inashiriki kabisa kumfanya huyu kijana ajitambue na ajithamini. Ninatumaini kwamba kama wewe ni mzazi ambaye unatusikiliza na kutufuatilia ukiwa nyumbani au mahali popote pale, umesikia namna ambavyo unaweza ukamfanya kijana ajitambue na kujithamini. Basi mimi nisiwe Mungu wa maneno, acha niwakaribishe wengine waweze kukaribia kwa ajili ya mjadala.